Mtazamaji wa simulizi Tamo, karibu sana. Nataka nikupe historia ya Simba na Yanga katika dabi ya Kariakoo. Dabi zote ambazo Simba amekuwa akikimbia, ama mpaka sasa hivi ni dabi ngapi zimetimia za kukimbiana. Tunafahamu tarehe 8 mwezi Machi weekend iliyopita tulipaswa kushuhudia mchezo wa dabi ya Kariakoo, lakini ulishindwa kufanyika kutokana na Simba Sports Club kugomea mchezo huo. Sasa mimi leo hii nimekuletea tu historia ndogo ambako jinsi yalivyokuwa. Karibu sana bwana. Ndo hivyo bwana, kitendo cha Simba kugomea mchezo wa dabi ya Kariakoo dhidi ya Yanga kabla ya bodi ya ligi kuu ya Tanzania bara kubaini na kuahirisha bila kuzingatia kanuni za ligi kunaifanya timu hiyo ya Msimbazi kujiweka pabaya dhidi ya jinamizi la kutotoa ubingwa kama rekodi zinavyoonyesha. Rekodi zinaonyesha katika michezo yote ambayo Simba iligomea kucheza na Yanga tangu miamba hiyo ilipoanza kukutana mwaka 1965 haijawahi kuchukua ubingwa. Umeelewa? Zinaonesha tokea timu hizo zianze kukutana mwaka 1965 haijawahi kubeba ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara, jambo linalosubiriwa kuona kama litatokea tena msimu huu au la. Kwa mara ya kwanza Simba iligoma kucheza na Yanga Machi 3, 1969 na kikosi hicho cha Msimbazi kiligoma kabisa kupeleka timu uwanjani kutokana na kilichoelezwa kutokubaliana maelekezo ya chama cha soka Tanzania FAT ambako sasa hivi ni TFF. Mwaka huo pia Yanga ilikuwa ya moto kiasi cha kuitisha Simba kwani wawakilishi wa nchi katika michuano ya klabu bingwa Afrika ambako sasa hivi ni ligi ya mabingwa Afrika baada ya kubeba ubingwa 1968 na kutolewa robo finali na Asante Kotoko ya Ghana kwa penati. Kitendo cha Simba kugomea mchezo huu, Yanga ilipewa ushindi wa pointi 2 na mabao 2 kutangazwa rasmi mabingwa. Juni 18, 1972 Simba iligoma tena kuingia uwanjani kipindi cha pili cha pambano hilo la marudiano ya ligi kuu ya ligi ya taifa ambako sasa hivi ni ligi kuu ya Tanzania bara kupambana na watani zao Yanga ilikuwa inaongoza bao 1-0 lililowekwa kambani na Leonard Chitete. Kitendo cha Simba kugomea kukaipa Yanga ushindi wa bure na kutoa ubingwa wa 5 mfululizo wa ligi kuu baada ya mchezo wa kwanza kuisha kwa sare ya 1-1, bao la Yanga likifungwa na Kitwana Manara huku la Simba likifungwa na Willy Mwaijibe. Simba iligomea tena pambano la marudiano Agosti 10, 1985 la ligi daraja la kwanza. Sasa hivi ni ligi kuu. Baada ya miamba hiyo kufungana 1-1, goli la Yanga likifungwa na Omar Hussein Kegan dakika ya 6 huku la Simba likifungwa na Mohamed Bob Chopa dakika ya 30. Katika mechi hiyo ya marudiano Yanga ilipewa ushindi wa bure wa mabao 2 na pointi 2 kutokana na Simba kuvunja pambano hilo ikigomea penalti iliyotolewa kwa Yanga baada ya beki wakati Twalibu Hilali kuna mpira eneo la hatari. Penalti hiyo ilipatikana dakika 84 na kutolewa na mwamuzi Bakari Bendera wa Tanga, na kitendo hicho cha kikosi cha Simba kugomea mchezo huu ulivunjika na Yanga kupewa ushindi wa bure na kuchukua ubingwa tena kwa mwaka huo. 1985 katika mchezo wa ligi kuu ya Muungano Simba iligoma tena kurudi uwanjani kipindi cha pili ilichodai mwamuzi Hafidh Ali aliwatishia wachezaji wa kikosi hicho ni lazima wafungwe, na ndipo walipovunja baada ya kuisha kipindi cha kwanza. Kitendo hicho cha Simba kugoma kilifanya Yanga kupewa tena ushindi wa mezani, ingawa mwaka huo ubingwa ulichukuliwa na Majimaji. Februari 25, 1996 Simba iligoma tena kupeleka timu uwanjani baada ya chama cha soka Tanzania FAT ambako sasa hivi ni TFF kugoma kuahirisha mchezo huo kama ilivyoombwa na klabu hiyo ikitaka kupata muda kujiandaa vyema na mechi ya kimataifa. Mwaka huo Simba ilikuwa inajiandaa na kombe la washindi ambalo halipo baada ya kuunganishwa kutoka kombe la CAF hadi kombe la shirikisho Afrika kwa sasa hivi.
dhidi ya Chapungu Rangers FC ya Zimbabwe, na ndipo Yanga ikajikuta iko yenyewe uwanjani. Kitendo hicho kikaipa Yanga ushindi wa mabao 2-0, huku mechi ya Simba na Chapungu Rangers ikashindwa kufanyika, na ndipo wekundu hao Msimbazi wakapewa ushindi mizani na kusonga mbele licha ya mechi ya kwanza ugenini kuchapwa bao 1-0. Simba ilipewa ushindi huo kutokana na Chapungu kushindwa kuja nchini katika raundi iliyofuatia, ikatupwa nje na El Mokalroun ya Misri kwa kanuni ya bao la ugenini mara baada ya kushinda nyumbani magoli 3-1 na kuchapwa ugenini 2-0. Hivyo jumla kwa aggregate kwa 3-3. Katika vipindi hivyo ambavyo Simba iligomea pambano la dabi, rekodi zinaonesha kuibeba zaidi Yanga tofauti na kikosi hicho cha Msimbazi. Hivyo tukio la Machi 8 mwaka huu linasubiria kuona kama jinamizi litaendelea kuiandama Simba na rekodi za mechi 12 za Kariakoo Derby miaka ya nyuma, ambazo Simba na Yanga kila mmoja ikigomea tu 6 za michuano tofauti: ligi bara, kombe la Kagame na ligi kuu ya Muungano. Simba mara 4, mara zote haijabeba ubingwa katika msimu husika, wakati Yanga ikibeba mara 3 ambazo ni 1992, 2002 na 2021. Kwenye ligi kwa Tanzania bara, wakati mara 3 ilipogoma na kukosa ubingwa ilikuwa 1965, 66 kwenye ligi na 2008 kwenye kombe la Kagame. Tusubiri tuone msimu huu itakuwaje. Endelea kufuatilia Simulizi Tamu.